Nimesoma habari za Nehemia. Nehemia ambaye alikuwa ni mnyweshaji wa divai kwa mfalme Artashasta, mfalme aliyekuwa anamiliki dola ya Uajemi wakati huo. Na wakati huo Nehemia akiwa katika dola ya ufalme. Nimesoma habari za Nehemia. Nehemia ambaye alikuwa ni mnyweshaji wa divai kwa mfalme Artashasta, mfalme aliyekuwa anamiliki dola ya Uajemi wakati huo. Na wakati huu Nehemia akiwa katika dola ya ufalme wa Uajemi, zilikuwa zimepita tawala za Babeli. Labda nikurudishe nyuma kidogo, labda nikurudishe nyuma kidogo ili uweze kuelewa. Baada ya Israeli kuwa imemkosea Mungu kwa kiwango kisichoweza kusameheka tena, kuna kiwango unamkosea Mungu, anakufumilia sana, anakuonya sana, inafika wakati rehema ya Mungu inakata juu yako. Ndivyo ilivyokuwa kwa Israeli. Manabii waliwakataza maovu yao, wakawaambia acheni makosa mnayofanya, lakini Israeli ikaona shingo ngumu. Wakati wa Israeli ikawanyika mara mbili, ufalme wa kaskazini ukiwa na makabila 10, lakini ufalme wa kusini una makabila mawili. Ufalme wa kaskazini ukawa ndio unaitwa Israeli, kwa sababu wao walikuwa na makabila 10 wakabeba jina la Israeli. Lakini kusini ambapo ulikuwa ni mji mkuu wa Yerusalemu, ambapo alikaa mtoto wa Suleiman, Rehoboam, wakaitwa Yahudi kwa sababu yalikuwa makabila mawili, Yuda pamoja na Benjamin. Makabila 10 yaliyokaa kaskazini, na mji mkuu ulikuwa Samaria. Ndio maana ambako kila mfalme Ahabu walitokea, waliokuwa wakielezwa kwa habari ya dhambi, wanawaua manabii, walielezwa kwa habari ya kuacha mambo mabaya. Manabii wanawaambia ya kwamba kuna thawabu ya kuja mbele yenu, acheni maovu yenu mkarejea kwa Bwana. Lakini walifanya shingo zao kuwa ngumu, hawakuweza kusikia maneno ya manabii. Mwaka wa 721 mfalme wa Ashuru akaja kuiusuru nchi ya Israeli ya makabila 10 yaliyokaa Samaria, wakapelekwa Ashuru. Na Biblia yangu inasema hawakurudi tena kwa Israeli, wakabakia makabila hivi ambao ni Yuda pamoja na Benjamin waliokaa Jerusalemu. Ninamkumbuka nabii mmoja anaitwa Yeremia. Wakati wa mfalme Yosia, Yeremia alianza kutabiri juu ya anguko la Yuda. Lakini kwa sababu Yosia alikuwa ni mfalme mzuri, aliishi kwa amani, lakini kuna makosa ambayo yalikuwa yameshatendeka kwa baba zake. Na Mungu alisema ni lazima yaliyonenwa yatimie. Bwana Yesu asifiwe. Nisikize kabisa. Sikiliza kilichotokea. Mfalme Yosia akaingia katika vita vinavyofahamika kama vita vya Megido. Alikuwa anafanya vita na Misri. Wakati wa Misri kwa miongoni mwa mataifa yenye nguvu ikiongozwa na Ashuru. Vita vya Megido vilikuwa vikali sana. Mfalme mzuri Yosia akafa. Oh, maskini. Baada ya Yosia kufa, mfalme wa Neko, mfalme wa Israeli alijulikana kwa jina la Farao Neko, akawausuru Wayahudi na kisha akawafanya kuwa mateka wake, wakawa kama watumwa wake, na wafalme wote walipaswa kupeleka ushuru kwake. Israeli taifa lenye nguvu
taifa la mataifa likawa watumwa wa Misri kwa wakati huo. Bwana Yesu atusaidie sana. Mwaka wa 600 kabla ya Yesu, mambo haya yalikuja kutokea. Babeli ikajiunga na Wakaldayo, wakatengeneza miji inaitwa the Babylon Kingdom, ikaja kwa lengo la kuitawala dunia. Sasa ukifika hapo unaunganisha maneno ya Daniel, ya kitabu cha Danieli sura ya 7. Aliwaona wanyama wanne watokao baharini, na mnyama wa kwanza alikuwa Misri ya simba aliyetawala, na alikuwa na mabawa kama ya tai, aliyekuwa na nguvu sana na alienda kasi. Yule simba alikuwa ni Babeli iliyoanza kuinuka kwenye utawala mwaka wa 600, na ndio alichoanza kukifanya ni kuiangusha na sumu pamoja na Misri zilizokuwa na nguvu wakati huo, na Babeli ilikuwa na nguvu sana kwa sababu Misri ilikuwa tishio. Babeli ikafanya vita na Misri kwenye vita vinavyoitwa Carchemish War. Bwana Yesu asifiwe. Misri ikapigwa. Kwa hiyo sasa tunaona Yuda anakuwa tena koloni la Babeli. Kuna wafalme watatu walipita. Yehoyakimu aliyekuwa amewekwa na mfalme wa Ashuru wa Misri. Baadaye Babeli baada ya kuitawala alimweka mfalme wake pia. Ndipo Wayahudi wakaenda upande wa Bwana. Wana wa Israeli walijivunia hayo, wakasema sisi ni taifa la Bwana, hakuna atakayetushinda, Bwana atatutetea. Lakini siku ya adhabu yao Bwana hakuwatetea. Siku ya maombi yao Bwana aliwaacha na hekalu. Raponi Jehovahisi. Sikiliza. Wana wa Israeli walisema wakati Yeremia anamwambia Sedekia ya kwamba Babeli inakuja kwako, Wakaldayo wanakuja wataiangamiza nchi. Wakamkamata Yeremia wakamtia kwenye uwanda wa ndani, wakasema wewe unawatetemesha wanajeshi wangu, unawatisha tisha. Sisi ni taifa la Mungu, tumechaguliwa, tumekamatwa kwenye mikono ya Bwana. Lakini walisahau ya kwamba Bwana hujilipiza kisasi, na unapokosea anaweza kumwinua yeye yake ili kukuasiwe uliyejawa na kiburi cha uzima. Babeli ikamshuru mfalme wa Israeli ambao ni Wayahudi. Wakati Wayahudi wakapelekwa utumwani Babeli, huko walikuwa katika mateso sana. Wamisri wa kwanza wakachukuliwa kina Danieli, kina Mishaeli, kina Azaria na kina Anania na wengine walikuwa wanatoka katika kabila na tabaka la juu. Wao Wamisri walienda, ikapita miaka 8. Alikuja akachukua tena mwingine, ndio kina Ezekieli, na wao wanapelekwa Babeli. Danieli na Ezekieli hawakupishana miaka mingi. Ezekieli kwa kumshinda Danieli mwaka mmoja tu, ukisoma historia. Wakati Danieli na miaka 16 ndio wanapelekwa utumwani. Baada ya miaka 8 wanakuja kina Ezekieli na wote. Aliyebaki Yerusalemu, historia ya Biblia inasema alikuwa Yeremia na wale watu dhaifu ambao hawakuweza hata kutembea. Hao ndio waliwachwa. Ile nchi ya Israeli iliyojengwa na Daudi, iliyoiongoza dunia. Israeli ilikuwa na nguvu tisho sana. Daudi alikuwa anaiweka katika namna isiyokuwa ya kawaida, ilikuwa inatishia dunia. Lakini ule mji tishio ukaangamizwa wote. Ile kuta nzuri imara zikabomolewa. Hekalu lenye uthamani, hekalu zuri lilijengwa kwa madini ya dhahabu, wanavyoia
chuo cha nabii Yeremia. Daniel aliposoma kile kitabu akagundua kuna miaka 70 iliamriwa juu yao ya kwamba Mungu atawarejesha Wayahudi nchi yao. Danieli akasema, mbona miaka 70 ikawa vile inapita? Mbona bado tuko vile vile, tuko utumwani? Akaanza kuomba. Hebu nisikilize kidogo. Ukisoma kitabu cha Danieli sura ya 9 utakutana sala ndefu ya Danieli. Anamkumbusha Bwana juu ya ukiwa wa mji wao. Mungu anamwambia Danieli, muda wa 70 umeamriwa juu ya watu wako ili kukomesha makosa, kuishiriza dhambi na kutia unabii muhuri na maneno ya manabii. Akamweleza siri kubwa sana ya wakati ujao. Lakini Mungu akamwambia mambo haya yatatokea hadi wakati wa Koreshi. Baada ya utawala wa Babeli chini ya Nebukadneza, mwanawe Belshaza, baada ya kutumia vyombo vya hekalu, yakaandika maneno mene tekeni ya Pereshi. Usiku huo Wamedi na Waajemi wakauangusha ufalme huu wa Babeli. Ndiye yule ndugu alionekana wakati wa Daniel aliyefananisha Umedi na Uajemi. Sikiliza. Na watu hawa Wayahudi, Koreshi alionyesha unabii wa Isaya. Ukisoma kitabu cha Isaya 44 na ule mstari wa 18, utaona Mungu ametoa nabii kwa kinywa cha Isaya. Mungu anatoa nabii kwa kinywa cha Isaya ya kwamba nitainua roho yangu ndani ya Koreshi, naye atawaruhusu watu wangu Israeli Wayahudi kurudi tena katika mji wao. Ilikuwa ni zaidi ya miaka 100 Koreshi hajazaliwa. Kwa Koreshi anazaliwa akiwa mfalme, anaonyesha maneno ambayo yalitabiriwa na Isaya. Koreshi akatoa amri akasema, nendeni mkaujenge mji wenu. Hapo ndipo Wayahudi sasa wakiongozwa na Yoshua pamoja na Zerubabeli wakawakusanya watu, lakini baadhi ya watu wakakataa kwenda. Watu wapatao zaidi ya 50 wakakusanyika pamoja, wakarudi Yerusalemu, na kazi yao ilikuwa kwenda kujenga mji. Lakini walipofika wao wakajenga hekalu. Walipomaliza hekalu, ingawa halikuwa katika ubora, lilikuwa bado halieleweki, mpaka wazee waliotazama hekalu la Sulemani wakaanza kulia, wakapiga kelele, wakipiga vifua vyao. Wanasema hekalu la mwanzo halikuwa hivi. Ile hekalu lina uwepo wa Bwana, na ni kweli hekalu la mwanzo lilikuwa na uwepo wa Bwana, lakini hekalu hili halikuwa na uwepo wa Bwana. Ndipo kina nabii Hagai na mwingine Zakaria wanasimama kuwatia moyo na kuambia, tulieni, Bwana atakuja, msijali, tujenge. Wakajenga hekalu,